Hujambo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika na kukukaribisha katika kipindi hiki cha ufunguo wa matumaini, mahali hapa ambapo tunaangazia maisha, kifo, ufufuo pamoja na marejeo ya Yesu Kristo. Na hii leo tena kama ilivyo ada, naitwa Manase Rusaka, mwenyeji wako katika kipindi hiki, na ninaye mchungaji Enos Mwakalindile. Karibu sana mchungaji. Amen. Ninaamini kwamba una afya njema na mambo yanakwenda vizuri. Amen. Kwa neema ya Bwana. Kwa neema Bwana. na mkumbusha mtazamaji katika kipindi ambacho tumekizungumza juma lililopita. Kwa neema ya Bwana. Neema ya Bwana. Wokovu, uzoefu wa wokovu. Naam. Leo tutakuwa tukiangalia sehemu nyingine kama inahusiana na wokovu hivi, lakini tutakuwa tunaangalia uzoefu wa wokovu katika kuhesabiwa haki. Kuhesabiwa haki. Sawa. Juma lililopita tulikuwa tunaangalia uzoefu wa wokovu katika neema. Basi nikualike tuweze kuomba. Amen. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa nafasi na fursa hii uliyotupatia. Tunaomba Roho wako Mtakatifu tena atutendee na kuzidi, akitufungua akili zetu ili tuweze kuelewa zaidi na kuelewa jinsi ulivyojitoa na kutuhesabia haki. Amen. Tuna imani kwamba utakuwa pamoja nasi, pamoja na mtazamaji wetu, kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Amina. Na mchungaji, sasa tunapoanza kipindi chetu hiki tukiangalia uzoefu wa wokovu katika kuhesabiwa haki. Hii tunahesabiwaje haki? Tunatangaziwa. Ni tangazo kwamba sasa unastahili kuwa mwanafamilia wa Mungu. Tangazo tena la neema. La neema. Ukikumbushia kwamba Mungu ndio anaanzaga. Ikoje hii? Nini maana kuwa katika familia ya Mungu? Wanadamu wote si watoto wa Mungu, wanadamu wote. Ndio. Kwa maana kwamba waliumbwa na Mungu. Lakini wote walioumbwa na Mungu, waliozaliwa na Adamu, wamezaliwa kwenye kambi ya adui mkuu wa ulimwengu huyu, nyoka wa zamani, mwongo, shetani. Kambini, kwenye lugha ile ya wana wa Israeli kule Misri, kwa Farao. Ni wana wa Mungu lakini wamepoteza hadhi. Kweli ni wana wa Ibrahim lakini wamepoteza hadhi. Sasa kuwatoa kule, kuwaleta kwenye familia ya Mungu, ni lazima kuna kitu kinaitwa tangazo. Ili tamko la Mungu, hawa ni wanangu. Hawa ni wanangu. Tayari. Mungu alipomwambia Musa, mwambie mwanangu, mpatie ruhusa mwanangu, ilikuwa ni tangazo kwamba hawa ninawahesabu sasa, tangu sasa waache. Asante mchungaji. Labda sasa, kabla hatujaenda mbali zaidi, tukizungumzia kuhesabiwa haki, ni kama awali tulikuwa na haki kama ambavyo tumezungumza katika kipindi kilichopita kwamba wakati ule Mungu amemuumba mwanadamu akiwa mkamilifu na alikuwa na haki. Haki gani? Malizia. Haki gani? Haki hiyo ya kuishi milele. Haki ya kuishi uzima wa Mungu. Ndio. Sio tu ya kupumua huko kambini, huko jangwani, huko unalima. Wanasema hii ndio haki tuliyoumbwa na Mungu. Hii ni ya matokeo ya dhambi. Hii ni ya matokeo. Sasa yani unaishi kifoni. Unajua unaishi kiwiliwili. Turejee sasa kwenye hiyo haki ya kuishi umilele wa Mungu. Tulikuwa nayo uzima wa Mungu tulikuwa nayo awali. Mchakato ulitokea, zawadi tu ambayo tulipoteza. Mchakato ulitokeaje mpaka tukaipoteza, ili leo sasa tunapo rejeshewa hii haki au tunapohesabiwa hii haki tujue kwamba ni wapi tulipoangukia? Nikuto nitambua aliyetuzawadia uzima. Tulidhani kwamba tunaweza tukaishi tukafaidi uzima nje ya Mungu. Yaani tukawa wana wa Mungu
pasipo baba. Ni kitu gani kilichotokea mpaka tukapoteza? Kutomwamini. Sikudanganywa. Tulidanganywa, tuliingizwa mkenge kwamba tumekuwa si watu wazima, tunaweza tukaishi bila Mungu. Mungu amesema msile matunda, Mwanzo sura ya 2, sura ya 3 pale nyoka anadanganya. Anajua mtakavyokula, mtakuwa kama Mungu, mtafanana naye, mtakuwa kama baba, alafu bila kumsikiliza baba. Kilichotokea ni kwamba baba akasema, mmekuwa watu wazima, mmekuwa kama mimi, tokeni. Tukapoteza haki ya kuendea mti wa uzima. Na sasa hii lugha ya kuhesabiwa haki tukitoka tunamsikia sana Paulo akitumia. Kabla hatujaenda hapo mchungaji. Bado uko wapi wewe? Bado niko hapo pa kupoteza haki. Wakati ambapo Adamu alikuwa akikutana na Mungu uso kwa uso, akizungumza naye. Yaani inaonyesha kwamba kulikuwa na mazingira yote ya kuweza kumweleza hata hivyo vitisho ambavyo pengine vingemwangusha. Unadhani ni rahisi kiasi gani au kuna ugumu kiasi gani kama Adamu aliyekuwa akizungumza na Mungu moja kwa moja alifika mahali akaanguka, na sisi leo hatuwezi kuendelea kuanguka? Dhambi, nampenda Paulo bana, alikuwa na muda wa kutosha kutafakari maswali yako hayo, na alituachia maandiko. Na moja nadhani tulisoma somo lililopita, tulipokuwa wenye dhambi Mungu alikufa kwa ajili yetu. Lakini ukiendelea mbele kule anasema, Warumi sura ya 5 bana, anasema dhambi ilipozidi neema ilizidi zaidi. Kweli alitenda dhambi bustanini Eden, akaokolewa. Sisi tuliozaliwa ndani yake tumezaliwa dhambini na tumekuwa wabaya kuliko hata yeye. Sasa advantage tulionayo labda zaidi, sisi tumeuona upendo wa Mungu katika sura ya juu au ya angavu zaidi kuliko hata Adam pale bustanini Eden tu. Yeye aliambiwa tu mmepewa matunda haya, mnaweza kula. Mungu amechinja mwanao wa pekee, sio tu matunda bustanini, ameweka mezani, anasema karibu ni ule, karibu ule. Sasa naomba niulize, kipi ni rahisi kukataa? Kuamua kujichumia matunda tu, au kuchumiwa na kuwekewa mezani? Au kukataa mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili yako? Unakataa kuishi kwa neno, unakataa kuishi kwa damu ya Yesu, unasema mimi nitaishi kwa akili zangu, mimi ni mtu mzima, nataka niishi ninavyotaka. Unasema basi sisi kuna hali ngumu zaidi. Lakini kuhesabiwa haki sasa, turudi pale kwenye kuhesabiwa haki. Hii ni lugha ambayo Paulo tunaona anaitumia, na Paulo akiwa anaitumia either kwa Warumi, kwa Galatia. Tutasoma baadhi ya mafungu kama utaniruhusu muda. Utaona alikuwa anatumia neno hili lililokuwa lina maana hii kwa Wayahudi. Myahudi alikuwa na namna anavyolielewa na Mrumi, na aliyokuwa anawaandikia walikuwa chini ya Rumi. Kwa hiyo wanaelewa lugha za kimahakama. Warumi walivyokuwa wanatumia na ile neno kuhesabiwa haki walitumika huko, lakini hata kwa Wayahudi ile neno kuhesabiwa haki au haki walikuwa nalo. Kwa hiyo sasa Paulo alichukuliaje kutoka katika matumizi hayo ya umma ya hilo neno? Kuhesabiwa haki, kustahili kuwa mwanafamilia au kustahili kuishi bila hatia, kuishi kwa haki kama raia, kulikuwa ni matokeo ya tangazo ambalo hakimu analitoa mahakamani. Hivi ndivyo Warumi walivyoamini. Na Paulo anasema yes, ufufuo wa Yesu ni tangazo la kwamba Yesu anastahili kuishi kama mwanao, na kweli akampaisha mpaka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Ilikuwa ni tangazo. Na injili au habari za kwamba mfalme wa Wayahudi aliyekufa na kufufuka
ni Bwana sasa wa dunia nzima, ni mwana wa Mungu. Ile injili, ile habari njema ndio tangazo ambalo ukilipokea umehesabiwa haki. Haki gani sasa? Ya kuishi kwa uzima wa Yesu. Ule uzima kama Yesu anavyoishi kama mwana, na wewe unahesabiwa ni mwana katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Unaishi. Asante mchungaji. Lakini kwa maana katika kipindi kilichopita niliuliza swali linalofanana na hili kwamba hivi zamani ukiangalia ile neema iliyokuwepo na neema iliyopo sasa hivi, ukasema neema ni ile ile na Mungu ni yule yule, neema ni ile ile. Ila viwango vya kuonyesha neema hiyo sasa vimeongezeka katika zama hizi, kwamba viwango vya kuonyesha neema, dhambi imeongezeka na neema imeongezeka zaidi. Kwa hiyo wale ambao walikufa kabla ya tangazo hili la kuhesabiwa haki halijatolewa, wako katika fungu gani mpaka sasa? Kama tukipata nafasi ya kuzungumza, lakini wacha nizungumze tu hivi. Yesu alipokufa pale msalabani, ujue kwamba alikuwa amekwisha kufa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Sasa ili swala la time hapa ndio unaweza kupata confusion. Sisi tunahesabu muda kuanzia ni kama kwa mtindo huu A B C D, yani in a linear form. Lakini katika umilele muda upo kama ambavyo Mungu yupo jana, leo na hata milele. Sasa hiyo inaweza kuchanganya. Asante tu. Ila tu nitaka niseme tu, alipokufa pale msalabani ni kwa ajili ya ulimwengu wote, kuanzia Adamu mpaka yule wa mwisho. Asante sana mchungaji. Nakushukuru, tutarejea hapo tuweze kuongea zaidi. Mtazamaji, ni kipindi cha Ufunguo wa Matumaini. Katika siku ya leo ninaye mchungaji Enos Mwakalindile, na leo tunaangalia uzoefu wa kuhesabiwa haki. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea kuangalia zaidi namna ambavyo tunahesabiwa haki kwa njia ya Yesu Kristo. Tafadhali usiondoke, endelea kwa pamoja nasi. Asante kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki cha Ufunguo wa Matumaini katika siku ya leo. Na mgeni wetu hapa ni mchungaji Enos Mwakalindile na mimi ni Manase Rusaka. Tumerejea. Sasa mchungaji, umesema kabla hatujaenda katika mapumziko, umesema kwamba Yesu alipokufa alikufa katika zama zote za umilele. Kwa maana kwamba wale waliokuwa kipindi kabla yake alikufa kwa ajili yao, wa kipindi chake na hata kipindi chetu. Naam. Sisi tuna haki sawa mbele ya Mungu wetu kwa sababu Yesu alikufa hapo katikati, kwa maana ya kuweka usawa kama umeamini. Kama umeamini. Hakuna mizania tofauti kwamba hakuna tunahesabiwa haki katika Kristo Yesu pekee. Na niongezee tu kusema Warumi sawa waliamini kuhesabiwa haki ni kama ni tangazo linalokutoa hatiani na kuacha huru. Kwa hiyo katika Paulo anamaanisha kwamba ulikuwa unahesabiwa kama una hatia, unatakiwa kutumikia hukumu. Kama uko katika Adamu, wewe unastahili mauti. Haya. Sasa katika Kristo Yesu inamaanisha, kwa lugha hiyo Paulo anasema inamaanisha kwamba wewe uko huru. Wewe uko huru. Lakini kwa maana nyingine ya Kiyahudi inamaanisha kama umehesabiwa haki, wewe unahesabiwa ni mwana wa Mungu. Na hapo ndipo ambapo utaona lugha ya Paulo anavyoongea kuhesabiwa haki kama wenzake hawamuelewi. Sikiliza. Wayahudi waliamini hivi: wewe ni mwana wa Ibrahimu, unahesabiwa mwana wa Ibrahimu kwa kuwa una beji.
beji watu wanavaa. Naona watu wanavaga siku hizi ile beji ya nani, bendera la taifa. Nasema wewe yani akivaa ile beji inamaanisha kwamba huyu ni mtu wa serikali. Wa ikulu au mtu sijui kama wote wanavaa namna kwa. Sasa kwa Myahudi beji ilikuwa tohara, ilikuwa sabato. Kuna vitu ambavyo sheria iliagiza ufanye, ambavyo ukifanya unajitambulisha we ni mwana wa Ibrahimu. Ulitunza sabato kujitambulisha wewe ulitoka Misri, Mungu akakukomboa huko. Nani tohara inamaanisha kwamba wewe ni sehemu ya agano ambalo Mungu aliingia na Ibrahimu. Wewe ni mwanafamilia wa Ibrahimu. Paulo akasema hizo alama zilikuwa ni za agano lililovunjwa. Sikiliza kwa makini sana. Kwa sababu wale ambao walikuwa wa matendo, yani haya matendo ya sheria ambayo ilikuwa inawatambulisha, bado walikuwa wanahesabika ni wenye dhambi. Walitunza ndio sabato, lakini walitunza kwa nje sabato, sio? Lakini hawakuwa na imani, hawakuwa waaminifu kwa Mungu kwa hilo agano. Kwa hiyo walivunja sabato zao. Na hata hilo tohara sabato ikapoteza nguvu ya kuwatambulisha, kwa sababu bado ni watumwa wa dhambi. Aya tohara, Mungu aliahidi wana wa imani, sio wa kuzaliwa, sio kwamba umetoa ile govi. Swala ni kwamba je, huo moyo umebadilika, ni wa imani, ni wa uaminifu kwa Mungu, wewe ni kweli umezaliwa? Ndio Paulo anakubaliana na Yesu kwamba, au Yohana Mbatizaji anasema Mungu atajitwalia kutoka katika mawe haya wana wa Ibrahimu. Huu ni wakati wa kutubu ili uhesabiwe. Ukivuka Yordan, sasa ndio unahesabiwa. Maana unajua hata wana Israeli walipovuka Yordan walihesabiwa kwamba sasa hili hao ni wana wa Mungu sasa. Hawa ni wana wa Mungu. Kwa hiyo sasa kwamba wewe unastahili kuwa mwana wa Mungu. Paulo akasemaje? Tunahesabiwa haki kwa imani. Sikiliza. Tunahesabiwa kwa imani. Alafu hapo kwa imani sio tu kwamba tunahesabiwa haki ya kuishi. Tunahesabiwa kama wana wa Mungu. Na kuna kitu fulani Warumi 5 anasema, basi kwa kuwa tumehesabiwa haki kwa imani. Hapa bahati mbaya ametafsiri anasema na tuwe na amani na Mungu, lakini Kigiriki cha Paulo kinasema na tuna amani na Mungu. Matokeo ya kuhesabiwa haki inamaanisha wewe ni mwanafamilia, yani wewe sio mtu wa kumkimbia Mungu kama Adamu bustanini, hatia. Na hapo mbele anasema hakuna hukumu ya adhabu kwa watu wa Mungu, kwa kuwa sentensi imeshapita. Hawa ni wa uzimani. Yani hakimu, naomba niseme, hakimu hivi anaweza kusema umefungwa na uko huru hapo. Anaweza kusema eti hakimu anaweza kukwambia mahakamani una hatia, kifungo jela maisha, na hapo asema umeachiwa. Hawezi kusema kitu kama hivyo. Kwa hiyo anasema hakuna hukumu ya adhabu. Kwa sababu gani? Tumeachiwa huru. Haleluya. Sheria iliyotuhesabia hukumu katika Kristo Yesu sasa imetuachia huru. Ndio Warumi sura ya 8 anavyosema. Mchungaji, naona kama hii kuhesabiwa haki ina sura ile ile ya neema, kwa maana kwamba neema, yes. Tangazo lilipotangazwa kwamba tunahesabiwa haki litangazwa kwa watu wote. Ila wanaohesabiwa haki ni wale walioipokea, ni wale waliokubali. Ni kitu gani ambacho mtu anapaswa kukifanya sasa ili aweze kuhesabiwa haki? Nao ulikuwa ni mjadala kipindi cha Paulo anasema kwamba tu kuamini tu inatosha. Kupokea tangazo mmesamehewa, eti ukipokea tangazo tu wewe tayari umeshahesabiwa huko ndani. Watu wengine wakaanza kusema hapana, kuna tofauti. Sheria zamani au taratibu za zamani zilitofautisha mwanaume na mwanamke, Myahudi na si Myahudi. Sasa wote wameamini. Unataka uniambie kwamba hawa wote ni sawa? Hapo ndipo Wagalatia 2
Wagalatia nilikuwa najaribu kuitafuta hapa haraka siipati, lakini 2:16, mtu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria bali kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Sheria ilitofautisha Myahudi na asiye Myahudi, na watu wengine katika enzi za Paulo wakawa nasema hata kama umeokolewa kwa imani katika Kristo Yesu, vigezo na masharti ya Musa vizingatiwe. Haya, wewe ni mwanamke, kaa nyuma. Wewe ni mwanaume, ndio una heshima. Wewe ni Myahudi, eti unakula mezani na Wayahudi wenzako. Wewe kama sio Myahudi unakula na wasio Wayahudi wenzako. Paulo alipambana na kundi hilo pale Galatia sura ya 2, utasoma, akasema no. Mipaka ya zamani imeangushwa, kiambazi kimeangushwa. Kwa hiyo sasa wanafamilia wote ndani ya Kristo Yesu wanahesabiwa kwa haki hiyo. Wote wanahesabiwa kama wana. Na hakuna wana grade A, wana grade B. Hiyo ni nzuri, sio nzuri? Alafu ni imani tu. Sikiliza, imani tu. Umekubali tangazo la Injili. Yesu amefufuka, Yesu ni mwana wa Mungu, na wewe unahesabiwa ni mwana wa Mungu. Asante, kwa sababu muda wetu unakwenda kwa kasi mchungaji, na tunaona kwamba katika maandiko pia imeandikwa sio kila anayekiri kwamba Yesu ni Bwana ataokolewa. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Katika tangazo hili sasa, wengi wamekuwa wakikiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi. Je, hawa nao wamehesabiwa haki kwa sababu tu wanasema Yesu ni Bwana na ni Mwokozi? Yakobo anatuambia vizuri, anasema imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Wewe kama kwa imani ulipokea ile neema, ile neema tu itakukataza kurudi kwenye machafu. Yaani utakuwa unasukumwa na upendo wa Kristo kufanya mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Na unajua mapenzi ya Baba aliye mbinguni, wa Efeso sura ya 2 mstari wa 8 na wa 9, tunazifanya zile kazi ambazo tuliumbiwa kuzifanya tangu awali. Na ni kazi gani hizo? Za kumtukuza Baba, kubeba utukufu wake. Matunda ya Roho ni ushahidi wa awali ya kwamba tuko katika uzima wa wana, ni wana wa Mungu. Sema matunda ya Roho. Unaweza ukawa mshika Sabato. Naomba nikwambie kabisa, unaweza kuwa mshika Sabato na ile gozi lako umekata. Myahudi anakuambia wewe ndio mwenzangu. Lakini katika jamii wa Mungu anasema kama umekata ni kwa afya yako. Hata kushika Sabato ni kwa faida yako. Lakini isiwe kigezo cha kumbagua mwingine aliyeko ndani ya Kristo Yesu. Na wote tunafananishwa na lipi kama kweli tuna imani katika Kristo Yesu? Upendo kwa Mungu, upendo kwa jirani, tunda la Roho. Roho wa Mungu anatuongoza kufanya kazi za zile ambazo tutakiwa kuzifanya kabla hata kuanguka dhambini. Ni kumtukuza Mungu. Mchungaji, hakuna watu wanaofanya matendo hayo mema, lakini hawajahesabiwa haki kwa imani. Hawajahesabiwa haki. Au ni kila anayetenda mema tu amehesabiwa haki? Kuna magrupu hayo mawili duniani, wana wa Mungu na wasio wana wa Mungu. Kuna wana wa Mungu kwa maana ya kwamba wameumbwa na Mungu, sawa. Lakini hawa ambao wanaingizwa kwenye jamii ya kifalme, hii tunazungumzia jamii ya kifalme ya Mungu kama Yesu alivyo, hawa lazima waunganishwe na Kristo Yesu katika mauti yake na ufufuo wake, wahesabiwe. Labda mtu hajui cha kufanya sasa zaidi ya kusema kwamba Yesu ni Bwana. Hajui cha kufanya. Injili imeenea ulimwenguni kote, wanasema hajui cha kufanya. Anaweza kawa hajui cha kufanya. Ila uelewa unatofautiana. Kuna mwingine hata hilo jina hajaliona, hajasikia. Lakini naomba nikwambie, Mungu ana namna mbalimbali ya kufikia watu wake. Sisi sio kazi yetu kujua huyu amefikia au hajafikia, huyu yuko nje au hayuko nje. Ila Mungu ana kanisa, ana jumuiya ambayo inafahamika hapa duniani, la watu ambao wanamkiri mdomoni. Ila sasa kama mjamkiri tu lakini moyoni, hayo tunamwachia Mungu sasa.
Asante. Kwa kumalizia, pengine ungemshauri nini mtazamaji wetu hasa kuhusiana na kuhesabiwa haki? Ampokee Yesu kwa imani apate kuhesabiwa katika jamii ya waliokombolewa, jamii ya kifalme na kikuhani, jamii ya Makristo. Karibu tufungie kipindi chetu kwa ombi. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye kwa kufa kwake na sisi kuamini katika mauti yake na ufufuo wake tunahesabiwa katika uzima wake. Amen. Tunahesabiwa kama wana wako. Baba, jina lako litukuzwe. Na yeyote aliyeko hapa aliyesikia sauti hii anasema, Baba, ninasadiki, ninapokea sadaka ya mwanao mpendwa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Baba, kampatia amani inayotoka kwako na ushindi, ni katika jina la Yesu. Amen. Amina. Mchungaji Enos Mwakalindile, nakushukuru sana kwa kuja kushiriki pamoja nami katika kipindi hiki cha Ufunguo wa Matumaini. Amina. Ni matumaini yangu kwamba mtazamaji atakuwa amebarikiwa sana na uzoefu huu wa wokovu katika kuhesabiwa haki. Amina. Asante. Tumekamilisha kipindi hiki cha Ufunguo wa Matumaini kwa siku ya leo. Kwa niaba ya mchungaji Enos Mwakalindile, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana na asante kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Tuweke miadi ya kukutana juma lijalo kwa neema ya Bwana, na nikutakie wakati mwema. Amen.